Kamanda, mmemleta? Ndiyo babu. Sawa kabisa, nimefurahi. Kamanda mwaminifu. Yuko wapi yule? Yule pale. Msogeze hapa, mvute hapa. Saidianeni wote. Huyu ndio anaharibu mjukuu wangu. Ndio. Sasa nampa kitabu. Mmemsikia huyu? Anasema eti yafuta ili wote. Yaani huyu afe kwa ajili ya mpumbavu mjinga. Sasa namaliza. Uwe! This ain't no heartbreak. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Mzee Papaso. Kuna nini jirani yangu? Mbona Njoo. Kuna mtu ananikorofisha hapa kwenye mji wangu. Kuna mtu nataka nimalize niue. Niue! Babu! Mzee Papaso. Niue! Niue! Mzee wangu. Hiki kitendo unachokifanya sio kizuri. Mbona unafanya hivi? Kwa sababu wewe unafanya hivi?
amefanya mambo mabaya kwangu mimi, amenidhalilisha kijijini hapa. Sawa, lakini sio kwa kumwadhibu kama hivi eh? Hii ndio adhabu yangu niliyopanga. Mzee wangu, sio vizuri. Kwani mzee wangu kuna nini? Hebu nifunulie. Unataka kujua? Huyu kijana anakuja hapa, anakuja kwa siri, anamchukua mjukuu wangu bila mimi taarifa, bila mimi kuridhia. Ameshamuharibu, kamuharibia maisha yake. Sasa mimi leo nimemkamata, kwa hiyo leo mimi nataka nimuue. Ndio umekuta kama hivi, na nilituma kamanda wangu amekwenda kumleta, alitoroka. Sawa mzee wangu, nimesikia na unajua yaani watu wetu wakifika makamu kama haya lazima wa kidogo tufanye, watakuwa wanasumbua. Unaona? Na hata hivyo kusema muue huyu, damu ya huyu ukishamwaga, uone kama utatia mkosi familia yako. Utatia mkosi familia yako, na hata kama na atakuwa hawaolewi tena, kwa sababu hata kama akiolewa ukimuua huyu atakuja mwingine atakuwa muue. Sasa nifanyeje? Achana na hivyo. Mwache. Nisamee. Tulikuwa hatujui, tunamuumiza shemeji yetu. Huyo shemeji Feruzi, kumbe familia yetu tulikuwa tunaitilia mikosi. Wanaume singetufanya tusingeolewa. Pole sana shemeji, tunaomba tusamee. Tusamee shemeji, tusamee. Kumbe wajukuu zangu, ningekuwa nimemuua huyu, yaani familia yangu ingekuwa mkosi. Hakuna mchumba yoyote angekuja kukuotea. Angejua ile familia ni mbaya, ukienda kuposa pale wajue unauawa. Angalia, tushamvunja miguu mtoto wa watu. Sasa tutafanyaje? Lilotokea limetokea. Kaka wangu umeumiza mguu. Sasa angalia walichokufanyia, kitendo kibaya. Nasema hivi, usiwe na wasiwasi. Mimi nitachuma dawa hapa, nitampa huyu, atamfunga, wataondoka. Sasa nasema hivi, huyu kijana, kwa sababu umri wa mjukuu wangu huyu ni mdogo, na yeye umri wake ni mdogo, hawastahili kuoana. Kwa hiyo kijana nitamuomba aondoke hapa, kwa amri yangu aondoke, akakae huko ataka kukwenda kukaa miaka 3, kwa sababu nilimwahi kumuuliza huyu binti yangu huyu mjukuu, kwani huyo mtu anayekukorofisha ana miaka, akasema 17. Nikaona hapo lazima aongeze miaka hii mitatu awe na miaka 20. Kwa hiyo huyu ataondoka hapa akakae miaka 3, akirudi hapa na hao wajukuu zangu watakuwa wamekuwa wakubwa. Kwa hiyo mimi nitamuozesha. Umesikia jirani? Nimeshakuelewa. Sawa. Kuna mengine? Hamna mengine. Nashukuru mzee wangu kunielewa. Nasema kijana Feruzi, nisamehe. Feruzi, nisamehe. Jirani yangu, naomba ukienda uko nyumbani, naomba ufiche siri zangu. Wala usijali mzee wangu, usije ukatangaza habari za huku. Sawa, nimekuelewa. Unasikia jirani? Sawa, mimi nitaendelea kufanya siri, ila kitendo hicho mlichokifanya msiweze kurudia tena. Hatutorudia tena. Mnajitia sifa mbaya na mabinti zako watakuwa hawaolewi. Hatutarudia tena, na kuahidi kabisa sitorudia kitendo ambacho nimekifanya hapa, sitarudia jirani yangu.
Sawa, nina shida. Shemeji, kumbe penzi lao mwitu na penzi lao la msituni lilikuwa ni vizuri, si tulifikiria vibaya. Naomba penzi lenu liendelee. Tunafurahi mkiwa pamoja. Simba, njoo mfunge dawa katika mguu. Panzi mwitu oye! Kwelini shemeji, siku nyingine ndio bado nitakufanyia sherehe kubwa. Pole sana kakaangu, miaka mitatu hata sio mingi, utarudi kumwoa Leila. Usijali mdogo wangu, niko vizuri tu. Samehe dada Leila. Samehe. Tushasamehe. Nyinyi ni ndugu zangu. Penzi mwitu oye! Oye!